Karibu kwenye safari ya kugundua nguvu halisi ya mtu. Leo tutazungumzia ishara za aura yenye nguvu, yaani nguvu ya mtu ya ndani, si ile ya kishirikina au ya siri, bali ile inayotoka katika ndani, kutoka utulivu, busara na uadilifu. Marcus Aurelius alisema mara kadhaa, tuwezi kudhibiti matukio, lakini tunaweza kudhibiti jinsi tunavyoyakabili. Hii ndiyo nguvu halisi, nguvu inayosambaa bila maneno, nguvu inayovutia wengine kwa utulivu wa ndani. Kaa tayari, tunaanza na ishara ya kwanza. Sehemu ya kwanza ni utulivu katika changamoto. Ishara ya kwanza ni utulivu katika changamoto. Mtu mwenye aura yenye nguvu haanguki kwa uoga au hasira, hata wakati hali ni ngumu. Fikiria hali ya kila siku. Unakuwa kwenye ofisi, timu yako iko kwenye msongo wa mawazo, kila mtu anazidiwa na stress. Lakini wewe badala ya kuonyesha hofu au kuchanganyikiwa, unakaa kimya, unasikiliza na kutoa mwongozo thabiti. Hapa hakuna kuongea sana, hakuna kuonyesha hisia zisizo za lazima. Watu wanajisikia salama karibu na wewe, wanajua unaweza kushughulikia hali hiyo bila kuangushwa. Hii ni nguvu ya ndani, sio ishara ya udhaifu. Utulivu huu unasambaza amani kwa wengine. Sehemu ya pili ni uwazi wa akili. Ishara ya pili ni uwazi wa akili. Marcus Aurelius aliandika, mtu mwenye akili thabiti anaweza kuona matokeo ya kila hatua na kufanya maamuzi sahihi bila kuchanganyikiwa. Watu wenye aura yenye nguvu wana mawazo wazi, hawavurugiwi na hisia zisizo za lazima. Wanapofanya maamuzi, wengine wanawaheshimu na kuwatambua kama watu wa kuaminika. Kwa mfano, kiongozi anapohitaji kuongoza timu chini ya shinikizo kubwa, anaweka hoja wazi, anatoa mwongozo bila hofu, na kila mtu anajua hatua inayofuata. Watu wanamfuata sio kwa hofu, bali kwa sababu akili yake ni thabiti, wazi na ya kuaminika. Sehemu ya tatu ni uadilifu na tabia thabiti. Ishara ya tatu ni uadilifu na tabia thabiti. Aura yenye nguvu haitegemei matukio ya nje, wala haina haja kuonyesha nguvu yake. Ni kuishi kwa kanuni zako hata wakati hakuna anayekutazama. Fikiria rafiki anayekaa imara katika maadili yake, bila kujali kama kuna watu wanamchukulia vibaya au wanamshangaa. Watu wanakuamini, wanakufuata si kwa maneno yako, bali kwa mfano wako wa kila siku. Hii ni heshima halisi inayotokana na uthabiti wa tabia. Ishara ya nne ni huruma na heshima kwa wengine. Nguvu halisi si kudhibiti wengine, bali ni kuonyesha huruma, kutoa nafasi sawa na kusikiliza bila kuhukumu. Angalia kiongozi anayesikiliza kila mtu, haangalii mali ya kifedha au nafasi. Kila sauti inahesabiwa katika maisha yake. Aura yake yenye nguvu inasambaza amani, si hofu. Hii inaonyesha kuwa mtu ana nguvu ya ndani na uwepo wake unasababisha wengine kujisikia huru na kuungana naye. Ishara ya tano ni udhibiti wa nafsi. Marcus Aurelius alisema, huwezi kudhibiti matukio, lakini unaweza kudhibiti jinsi unavyojikabili. Mtu mwenye aura yenye nguvu hakabili matukio kwa hasira au huzuni isiyo na maana. Watu wanapokaribia wanahisi amani, sababu unaonyesha udhabiti. Mfano wa kila siku, unaposhughulika na utata wa kijamii au mfadhaiko wa kazini, bado unabaki thabiti, ukitumia akili zaidi ya hisia zisizo na maana. Ishara ya sita ni unyenyekevu. Aura yenye nguvu haionyeshi au kudanganya wengine. Unyenyekevu huleta heshima ya asili, mvuto wa kiasili. Watu wanakutazama na kuheshimu mtu anayejua thamani yake, lakini hawakuwa na kiburi. Nguvu halisi haionekani kwa ishara za nje, inaonekana kwenye heshima na mvuto wa ndani. Kwa mfano, mtu anayepokea pongezi kwa heshima, lakini haoneshi fahari isiyo na haja, hutoa nafasi kwa wengine kuelezea mawazo yao. Huyo aura yake ya unyenyekevu ina nguvu sana. Ishara ya saba ni ushawishi usio na nguvu ya kudhibiti wengine. Aura yenye nguvu inasambaza udhabiti, busara na heshima, bila maneno mengi, bila kudhibiti wengine. Watu wanahamasika, wanajisikia huru, wanajifunza kutoka kwa uwepo wako. Nguvu halisi haikuonyeshi, inaonekana. Leo tumegundua ishara 7 za aura yenye nguvu, ambayo ni utulivu katika changamoto, uwazi wa akili, uadilifu na tabia thabiti, huruma na heshima, udhibiti wa nafsi, unyenyekevu, ushawishi usio na nguvu ya kudhibiti. Kumbuka, aura yenye nguvu si hofu, si kuonyesha, bali ni nguvu ya ndani inayosababisha wengine kuungana na wewe. Kwa kuzingatia maadili haya, kila mmoja anaweza kukuza aura yenye nguvu na kuonyesha jinsi dunia inavyobadilika unapokuwa thabiti, nyenyekevu na mwenye busara. Nguvu halisi haikuonyeshi, inaonekana mbele ya jamii. Jina langu ni Mr. Arrive.